Nataka nikufundishe matokeo ya dhambi kwa kila mmoja mmoja, kwa taifa letu, kwa viongozi na kila mtu anaitwa mwanadamu. Huwa dhambi au makosa ina matokeo. Hakuna makosa ambayo hayana matokeo. Kila kosa lina matokeo. Na wakati mwingine unawezekana unapitia kwenye changamoto kwa sababu ya makosa au dhambi ambazo unatenda, unamkosa Mungu. Hata kwa taifa letu la Tanzania, mimi ni Mtanzania, unayenitazama ni Mtanzania. Inawezekana kuna vitu ambavyo vimetusababisha mpaka tufikie hapa, tukawa tunaona vitu ambavyo hatujawahi kuviona na kusikia vitu ambavyo hatujawahi kuvisikia. Tatizo hili ni kwa sababu labda ya matokeo ya dhambi. Naomba nikurejeshe kwenye maandiko kidogo. Tuangalie kitabu cha Waamuzi sura ile ya 6. Waamuzi sura ya 6, kuanzia ule mstari wa 1 hadi wa 5. Sitachukua muda, nitamaliza muda sio mrefu. Kama unaweza kunisikiliza live sawa, kama baadaye unaweza ukarejea pia kwenye akaunti yangu na kusikiliza ninachokifundisha, nayo ni sawa. Kwenye kitabu cha Waamuzi sura ya 6 kuanzia mstari wa 1 hadi wa 5, anasema, kisha wana wa Israeli walifanya yaliyo maovu mbele za macho ya Bwana. Bwana akawatia mikononi mwa Midiani muda wa miaka 7. Baba, ninakushukuru kwa ajili ya neno lako. Naomba ukalibariki. Lakini pia Bwana, na mimi nitumie kama chombo muda huu kuzungumza na watoto wako wanaonifuatilia kwenye mitandao ya kijamii ambayo Bwana nimeshare. Ninaomba wakumbuke, ninaomba wapiganie, wape masikio ya kusikiliza, na mimi nitumie kama chombo wapate kuelewa, na Watanzania wote wapate kuelewa, ili Mungu atuponye na mabaya. Kupitia jina la mwanao Yesu Kristo naomba nishukuru. Amen. Mwana wa Mungu, ukiangalia maandiko niliyosoma kwenye kitabu cha Waamuzi, Biblia inasema kisha wana wa Israeli walifanya yaliyo maovu mbele za nani? Mbele za Bwana. Baada ya wana wa Israeli kufanya maovu, Biblia inaniambia, neno la Mungu linaniambia hivi, Bwana akawatia mikononi mwa Midiani muda wa miaka 7. 7 years. Baada ya kumkosa Mungu, Mungu anawatia wana wa Israeli mikononi mwa Midiani miaka 7. Mungu ndio anawatia mikononi mwa Midiani.